hasa kiasili. Arafa ni eneo. Naam. Arafa ni eneo ambalo eneo hilo likaja likatumbukizwa ibada maalumu katika siku ile kwa mahujaji. Naam. Wakatekeleze ibada pale. Naam. Ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alipata kusema alhaju Arafa. Hija hasa ni ile Arafa. Hija ni Arafa. Kwa maana ya kwamba kwa hadithi hii pia wanawachuoni wakalichukulia kwamba Arafa ni kile kisimamo chenyewe pia kimepata fadhila kwa sababu ya hadithi hii Mtume aliposema alhaju Arafa. Lakini yale kwa sababu ni maeneo yale, kuna Mina, kuna Muzdalifa, kuna Arafat, yale maeneo kiasili hasa maeneo ndio Arafa. Arafa ni ngapi kwani? Arafa si mbili ndugu yangu, Arafa ni 3 kama hujui. Arafa ni ngapi? Ni 3. Kuna Arafa siku. Kuna Arafa siku inaitwa Arafa kabla ya Mtume kuja, bali kabla hata ya Sayyiduna Adam. Rudi katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad katika musnad yake kwa sanad iliyokuwa sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna Allaha akhadha al-ahda ala dhahri Adama bina'man yawm Arafa. Mwenyezi Mungu amechukua ahadi kwa mgongo wa Adam katika wadi Naaman siku ya Arafa. Yani kutoka Sayyiduna Adam alayhi salam kuna siku tayari yaitwa Arafa ambayo kwamba ni siku ya 9 Dhulhijja. Haikuitwa Arafa hadi kwa sababu baada ya Hija. Hii siku yaitwa hivi kutoka siku hizo. Kwa hivyo kuna Arafa siku. Kuna Arafa sehemu ambayo kwamba ni wadi Arafat pale. Ile ni Arafa sehemu. Wewe ikiwa umekwenda haji kwa mfano, ukaamua mimi Arafa yangu sitakwenda kule katika Jabalur Rahma ama wadi Arafat, mimi nitakwenda kule katika wadi yoyote nyingine katika widian za Makkah. Je, itakuwa ibada yako iko sawa? Haiko sawa, kwa sababu ingawa utakuwa umeifanya katika Arafa siku ambayo kama ni siku ya 9 Dhulhijja, lakini hukuifanya katika Arafa sehemu. Na kuna Arafa kitendo ambacho kwamba ni ile wukufu kwenda pale katika nini wadi Arafat. Hivi ni vitu vitatu tofauti. Sasa ndugu yangu unapokuja kuniambia Arafa ziko ngapi, inabidi nikuulize wakusudia Arafa gani? Kitendo ama siku ama sehemu? Ni vitu vitatu tofauti. Kwa hiyo funga imepata jina la Arafa kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo hadithi yenyewe ameihusisha na hiyo Arafa ambayo tumesema ni vile viwanja vyenyewe. Kwa hiyo ile ibada inayofanywa katika siku ile kwa maana ya kwamba ni ile funga yenyewe ikapewa jina ile, lakini haikupewa Arafa kama Arafa, bali imeitwa saumu Arafa. Na katika hadithi nyingine kwa maana kwamba imekuja idhafa mbili, saumu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Hakuna mafungamano kati ya ibada ya wukuf bi Arafa na kati ya kufunga Arafa huku. Hakuna mafungamano kabisa katika sharia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dhahiri hadithi anafunga Arafa kabla hata ya ibada ya wukuf bi Arafat kufaradhishwa katika ibada ya haji. Ukirudi katika hadithi ya Sayyidatuna Safia radhiallahu anha, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo alikuwa hayawachi, mojawapo ni kufunga siku 9 katika mwezi wa Dhulhijja, na siku ya 9 ndio siku ya Arafa. Na Sayyidatuna Safia ameolewa mwaka wa 3 na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni amali ambayo kwamba ameiona kwa Mtume kutoka olewe mwaka wa 3 mpaka kuja kufaradhisha haji huko mbele. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga Arafa kabla ya ibada ya haji kufaradhishwa, vipi tutasema hii ina mafungamano na ile? Vipi utakuja kusema kuwa kufunga Arafa ni kwa sababu ya kuwaunga wale ambao kwamba wanasimama katika Jabalu Arafat? Sio funga ya mwezi 9, ni funga ya siku ya Arafa. Maana wengine wanadai ni funga ya mwezi 9. Kwa mujibu wa hadithi, ningeomba watu wafahamu. Nilipata kuwa na makala ya mmoja katika mashekhe akizungumzia swala la Arafa, akasema katika yale mavutano kwamba kufunga, tunafunga Arafa moja dunia nzima au kila watu wawe na Arafa yao. Huyu bwana alitoa makala akasema laiti kama itakuwa Arafa ni moja dunia nzima,
mbona Arafa ilikuwepo kabla ya kufaradhishwa ibada ya hija? Naam, sahi. Mtume alikuwa akifunga mwezi 9. Maneno haya yalikuwepo na niliona katika makala. Naam. Na bahati nzuri makala ile niliyoiona ni mtu ambaye aliyezungumza ni mwanasheria. Naam. Na sithubutu kumtoa thamani kusema kwamba hajui. Naam. Bali niseme kwamba atakuwa ameghafilika. Sahi. Atakuwa ameghafilika. Kwa nini niseme hivi? Katika sheria tunaposoma wametutofautishia kati ya ibada na ada. Allahu akbar. Ibada ina kijulisho chake. Naam. Nacho ni nia. Ili iwe ibada lazima kuwe na nia. Sahi. Sasa kama tutasema funga hii wanaoisema linafrid ilikuwepo na imethibiti, tufanye hivyo. Ilikuwepo na imethibiti, nia yake ilikuwa nini? Sahi. Na ilikuwa inaitwaje? Unaposema ilikuwepo, nia ni nini? Wakati huo kabla ya kufaradhishwa hija ilikuwa inaitwaje? Na nia ilikuwa nia yake unafunga nini? Hii inakuwa sawa sawa. Lakini leo tunaposema funga ya Arafa imeainishwa kabisa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana mtu anajua anachokifunga ni funga ya siku ya Arafa. Naam. Kwa hiyo masuala ya kutofautiana muandamo tutofautishe, tuamue kuihamisha funga ya Arafa. Naam. Maana yake tutakuwa hatujazitendea haki hadithi na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inawezekana ikawa ni mwezi 9, lakini mwezi 9 kinamna gani? Mwezi 9 upi? Mwezi 9 upi? Naam. Kama vile sharia imefungamanisha Eidul Fitri na mwezi, vile vile sharia imefungamanisha Eidul Adha na mwezi. Ukiandama mwezi wa Dhulhijja 1 mpaka 10, siku ya 10 ndio siku ya Eidul Adha. Hii ndivyo ilivyo katika sharia. Na ndio namwona Mtume sallallahu alayhi wasallama alipozungumzia masala ya kuchinja, aliposema idha raaitum hilala dhilhijja wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sha'rihi wa adfarih, mtakapoona mwezi wa Dhulhijja mmoja wenu akataka kuchinja, mmoja wenu akanuia kuchinja. Angalia, kuchinja moja katika ibada zinazofanyika siku ya Eid. Kuchinja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuambatanisha na kitu gani? Asema idha raaitum hilala dhilhijja, mkiona mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo imefungamanishwa na kuona nini? Na kuona mwezi. Mkiona mwezi wa Dhulhijja na mmoja wenu akawa na nia kuchinja, falyumsik an sha'rihi wa adfarih, basi azuie asinyoe nywele zake, vile vile na nini, na kucha zake. Maulama watuambia ni kwa sababu ya kupata fadhila ya viungo vyote na thawabu katika nini, katika masiku kama haya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha Eidul Fitr na mwezi, na vile vile amefungamanisha Eidul Adha na mwezi. Tayeb, swala la kukhtalifiana matali' ya mwezi ni masala ambayo kwamba tushazungumza kabla ya hapo, tukaeleza kuwa ikhtilafu al-matali' ipo, lakini izingatiwe isizingatiwe ndo kuna khilafu kati ya maulama. Na kauli yenye nguvu kama ilivyokuja katika sahihi ya Imam Muslim katika hadithi ya Quraib, kuwa maswahaba wenyewe walifanyia kazi kutofautiana miandamo. Watu wa Sham wakafunga siku yao na kula Eid siku yao, na watu wa Madina ama watu wa Hijazi huku Makka na Madina wakafunga siku nini tofauti na wakala Eid siku tofauti. Ipo katika sahih Muslim, na kazi hiyo imefanywa na nani? Sayyiduna Muawiya radhiyallahu anhu ambaye alikuwa ni kiongozi Sham, na Sayyiduna Abdullah ibn Abbas hibrul umma, na wote ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Quraib aliporudi akamwambia Sham wametangulia, Ibn Abbas akamwambia sisi tutaendelea hivi hivi, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi, ama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani kila mmoja afuate muandamo wapi? Muandamo wa kwao.